Kama nilivyokuambia mke wangu. Simuone ukubwa wa shamba huu. Hili ni shamba dogo ambalo liko nalo hapa jirani na hapa na pale nyumbani. Yuko nifurahisha. Yuko nifurahisha. Hapa ukiuza hapa utafanya kazi. Unaona hivi tunavyoishi sasa hivi? Yaani maisha yatabadilika. Sasa nakwambiaje? Tatizo unajua mume wangu sio wewe. Yule ndugu yako yule. Yeye ndio anampa hii kazi sasa yule mdogo wangu. Yeye atafute wateja. Sio unajua dalali mkubwa sana hapa kijijini yule mdogo wangu. Mume wangu. Naam. Mume wangu. Umefurahi? Sasa utafurahi zaidi. Yaani hapa. Utakuja kufurahi zaidi siku dalali atakapokuja kuuza hili shamba. Yaani siku akiuza usiache kuniuliza. Natamani ni uwepo. Basi mimi nitakuita ili ufanye ile biashara ambayo ulikuwa unaitaka. Right. Sana nipenda. Nini imeisha? Haya maisha. Sasa hivi kwangu. Sawa, karibu. Asante. Mbona umenuna hivyo? Kuna kitu ambacho umepika ndani? Mbona jana niuma? Chochote. Ndio. Huko kuna nini? Huko kuna makopo ambayo nimeokota hata bado sijajaza mfuko wala mshahara kupima. Umechoka? Pole. Asante. Asubuhi umeondoka umeacha 1000. Unarudi unadai chochote kitu. Chochote kitu ndio nini? Lakini nini? 1000 pole nyingi sana. Ungeweza kununua tembele mke wangu. Kwa hiyo ningekula 1000 asubuhi na mchana hiyo. Wewe unaweza? Umeondoka asubuhi, umeacha 1000, unarudi unasema chochote. Ndio nini chochote? Lakini 1000. Lakini nini? Umeacha 1000, nimenunua vitafunio, nimekula na wewe unarudi unadai chochote. Chochote ndio kitu gani? Hicho chochote unganisha na hili. Nenda kanunua chochote. Alafu maji ya kunywa yatakuwa bure. Sawa. Nimekuchoka.
Naam. Nimekuita hapa na kukuleta huku kwa lengo la kusimamia ujenzi. Ninachokuomba mwanangu, usije ukaniangusha. Usiniangushe mwanangu. Kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume ambaye tunakutegemea katika familia. Ndio. Labda kwanza mimi shangazi, mimi nikuondoe shaka. Kwa sababu na wewe mwenyewe unanifahamu sana. Mwanao tangu ngali nikiwa mdogo. Kwa kweli sinaga mambo ya ajabu ajabu. Na katika hili nitalisimamia vizuri. Na si hili tu, hata kama kuna jingine nitasimama. Kwa sababu natambua kwamba nyinyi sasa hivi ndio mnazeeka sasa. Kwa jicho lenu ni sisi. Nisiposimama imara, unadhani ni nani atasimama shangazi yangu? Mimi nashukuru sana kwa kunipa nafasi hiyo. Ondoa shaka kabisa shangazi. Sawa, sije ukaniangusha. Mke wangu. Kwa mdoto umekaa hapa hivi. Basi acha nikapambana hapo dukani kwa Mange. Ili ngakope mafuta pamoja na dagaa. Naomba pia nahisi umeisha. Sawa mke wangu. Pambana kama wanaume wengine wanavyohudumia familia zao. La maisha, jamani, acha tupambane. Tunaweza kufanikiwa mbele. Hivi nianze kwenda dukani au niende kwa mdogo wangu kwanza? Lakini sport nimehitaji nyumbani. Mke wangu utakuwa kwa moto wa kushikiki. Hebu acha niende kwa mdogo wangu kwanza. Namsikiza anasemaje. Afikishe niende dukani. Dile, unajua mimi nakupenda sana. Yaani nashindwa kuficha hisia zangu juu yako. Naumia. Najua katika akili yako naona kama nakusumbua. Lakini hakuna chochote isipokuwa ni upendo. Unajua, yaani Grace,
kwa siku ya leo jinsi ninavyokuona unaonekana kama mwezi wa 14. Unaonekana katika umbo lake asilia. Yaani Grace, nashinda kuficha hisia zangu juu yako. Nakupenda. Nakupenda sana. Oh. Mdogo wangu mimi yaani katika hili nimedhamiria kukusaidia. Yaani wala hata usifikirie chochote. Huko na mimi kakaako. Kwa sababu utanikuta mbele. Subiri kidogo. Sister. Habari yako? Safi habari. Safi. Unajua nilikuita muda mrefu sana. Nahisi ukunisikia. Sasa sikujua shida ni nini. Nimekusikia? Umenisikia? Yes. Sasa sikia nikwambie. Hivi unajua sister, kwa mara ya kwanza tunakuona. Sijapatapo kumuona mrembo mzuri kama wewe. Kwa hiyo? Yaani nilivyokuona ndio nimevutiwa na wewe. So, sikiliza. Nilikuwa naomba unisaidie japo namba yako ya simu. Sina simu. Sina simu. Shida ni simu. Sikiza nikwambie. Simu mimi nitakununulia. Nunua simu, utanipata. Sasa sikia. Nunua simu, utanipata. Sasa sikia. Yaani usiwe na wasiwasi, usiwe mtulivu wote kwa sababu kila kitu kipo sawa. Mimi nimeshaweka mikakati yote. Kwa hiyo kilichobaki hapa wewe ni kuja na kutia saini yako na kutoa pesa kwa sababu inabidi kwanza na mashahidi wawepo. Hebu subiri kwanza kidogo. Mdogo wangu. Kaka huyo. Nimekuja kuitika wito. Vipi lakini mbona hivyo? Chupa mkononi, naona umeloa, mikaa. Sasa unapika. Sasa mambo ya chupa yanakuhusu nini? Na kule kwangu mimi wako kuhusu. Angalia maisha yako. Unaacha kuniambia pointi ambayo umeniitia hapa. Unaweza kuniongea habari za kumiza chupa. Eti za kuloa. Kaka mimi sijaingia familia yako. Mimi nimekuuliza tu kwa amani. Sawa, sio kwa shari, sio kwa ugomvi. Nimekuuliza tu. Sawa, ameniuliza. Sasa unajua mimi nimeloaje? Ndio maana nimekuuliza shida ni nini ndugu yangu? Afu wewe kwambie mdogo wangu. Masuala maisha yangu mimi na mke wangu hayakuhusu wewe. Hivi mara ngapi nakwambia sitaki kuingia katika familia yangu? Ila tambua kaka, mimi mwenyewe mwana familia. Nahitaji kujua kila kitu ambacho kinachoendelea katika familia. Lakini pointi ambayo umeniitia hapo janiambia bado mdogo wangu. Hivi kwa nini hujauza ile mashamba mpaka sasa hivi? Mimi nagombana na mke wangu kila siku kwa sababu yale mashamba hayajauzwa mpaka leo. Hivyo unalongana na mimi? Kaka, mimi pia nimekuitia hicho kuhusu shamba hilo. Unajua nimefikiria sana, nikaona tusiuze shamba. Kwa nini mimi ndio wangu niteketee? Sina maana hiyo. Natamani sana kaka uwe na familia, uwe na mke na watoto, niitwe mjomba, baba si vitu kama hivyo, lakini sasa yule mwanamke nilichogundua hakufai wewe kaka. Sema sasa tutogombana hayo. Yule mwanamke mimi ndo nampenda, ndo chaguo langu. Nishaambia toka mwanzo. Masuala ya familia yangu sitaki kuingilie. Hata sasa ndio sasa toka naambia mashamba utaki kuuza. Unalenga na mke wangu wewe. Mpaka utaki kuuza mashamba yangu. Uza mashamba yangu ili mke wangu ndio naye. Hayo masuala ya shamba kaka hayo. Masuala ya kipuzi siyataki mdogo wangu wewe. Mangapi nilikwambia mambo hayo? Sasa kaka,
Mke wangu. Jiko wapi? Una shida gani wewe? Una shida gani wewe? Hiki ndio ulichofuata hiki. Una matatizo gani wewe? Una shida gani? Mwanaume umetoka umeenda kutafuta chakula afu unarudi unashika mikono hivi, una matatizo gani wewe? Gani wewe? Una shida gani wewe mwanaume? Una matatizo gani wewe? Una shida gani huko kichwani mwako? Wewe una nini? Umetoka nyumbani unaenda kutafuta hivi, una matatizo gani wewe mzee wewe? Ili kichwa lako lina shida gani ili wewe? Nini? Lakini wewe nilienda kwa mdogo wangu leo kuongea naye. Mdogo wako? Mdogo wako? Yule dalali yule. Nisikilize. Ili sikio liweke vizuri. Wewe unachokitaka utakipata. Unachokitaka utakipata. Wewe. Naam bosi wangu. Yaani eneo halina shida yoyote ndugu yangu. Kuwa na amani. Ndio mkuu. Amini nilichokwambia. Mimi huaga sinaga shombovu. Hivi penye ninavyoongea nipo eneo la tukio. Yaani eneo liko vizuri kabisa. Mimi najua kwamba hatujawahi kufeli katika business yote mimi na wewe. Sawa. Wala hakuna mgogoro, ni eneo ambalo mimi mwenyewe hivi ninavyoongea na wewe niko eneo la tukio unajua. Niko eneo la tukio. Naam. Hakuna shida. Kuwa na amani bosi wangu. Wala usiogope kabisa. Eneo liko vizuri, nimeangalia urefu, pana, ni kama vile nilivyokuelekeza. Wala hakuna shida yoyote. Ni kama vile nilivyokuelekeza. Wewe amkwa vipi? Vipi katika shamba hili? Unafanya kazi gani huko? Hili shamba linakuhusu? Subiri kidogo bosi wangu nitakupigia. Subiri kidogo. Unafanya nini katika eneo hili? Eneo linakuhusu wewe? Linakuhusu mpaka unaongea na simu, unaongea maswala si lipo salama lipo kilipe, linakuhusu? Unajua bro, ngoja nikufundishe kitu kimoja. Hakuna kitu kizuri kama salamu. Wewe hakuna cha salamu. Kwanza wewe mwenye shamba unamjua wewe? Mwenye shamba unamjua? Yaani nisikilize. Hili shamba la kakangu mimi. Kakangu kanipa mamlaka ya kuuza hili shamba hili. Wewe kama nani? Katika shamba hili? Alafu tambua kitu kimoja kwamba katika kijiji hiki mimi ndiye dalali ambaye najulikana. Hili shamba huna mamlaka yoyote. Huna mamlaka yoyote ya kuuza hili shamba. Mimi ndiye mzawa. Sawa? Eti mimi ni mzawa. Mimi ndiye dalali najulikana. Asa mimi unanihusu nini? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe usijaribu kuingiza mkono wako kwenye pango la chuma. Wewe ni mtoto mdogo sana. Son of the beach. Sasa sikia wewe. Wewe unataka kuleta ligi? Leta ligi sasa nikuonyeshe. Mimi ndiye naye julikana. Kijiji hiki chote hiki. Tutaonyeshana sasa. Lakini mke wangu, toka tumeingia kulala saa 2 ya usiku mpaka muda huu ni alfajiri, karibu kuna pambazuka huko nje. Nadai haki yangu ya msingi ya ndoa. Why unanikatalia kwa nini? Haki? Ndio. Nisikilize wewe.
Tena unisikilize. Timiza ahadi, utapata haki. Umenisikia? Timiza ahadi yako. Lakini mimi sijakataa kutimiza ahadi yako. Timiza sasa. Lakini mke wangu, hiyo ni haki yangu ya msingi kunipa mimi haki ya ndoa. Timiza ahadi yako. Ndipo utakuwa mume wangu. Hiyo hata dini pia inaruhusu. Timiza ahadi yako. Sawa, sheria ya dini inasema kwamba nikishakuoa wewe ni mke wangu mimi. Timiza kwanza ahadi yako. Sawa, una haki ya kunipa mimi haki yangu ya msingi ya ndoa. Sitaki. Timiza ahadi yako, nitakuwa mke kwako. Sawa basi, nitakutimizia mke wangu. Timiza sasa niwe mke. Oh, baby. Hakika kitu ulichonipa leo ndio nimeamini kwamba utamu wa chai sukari sio rangi. Nakupenda sana. Kwa kweli nakupenda sana na upendo wangu hauelezeki juu yako. Usijali baby, nakupenda pia. Oh, nafurahi kusikia hivyo. Nakupenda sana. Mimi ndo nakupenda zaidi ya wewe. Yule mzee. Mzee kwa nini? Mzee anataka mfao katika tuwe mtondoke. Yule mzee kwa nini anakupa nini? Kuna mda mwingine mimi naona kama nasikia. Kuna mda mwingine mimi najiona kama niko ndotoni. Siamini kinachotokea. Yaani baby, huu ni mwanzo. Ndio. Kuna vingi sana utapata kutoka kwangu. Ndio. Alafu sasa, nikimalizana na wewe mzee. Ndio. Au nasema nini? Nakupenda hapo. Yaani hapo mimi nasema. Naishi na mzee. Binti kama wewe. Wow. Inafaa kwangu. Haifai. Kuishi na mzee? Haifai. Wewe mzee kama ulivyoniahidi jana. Fanya hivyo. Usijali baby. Basi tu tunajua mtaani kwetu hapa. Mimi ngoja niwahi. Ngoja nikuache. Sasa uko nipigie. Usijali. Tacheki. Naishi na mzee. Binti kama wewe. Wow. Inafaa kwangu. Haifai. Kuishi na mzee? Haifai. Wewe mzee kama ulivyoniahidi jana. Fanya hivyo. Usijali baby. Basi tu tunajua mtaani kwetu hapa. Mimi ngoja niwahi. Ngoja nikuache. Sasa uko nipigie. Usijali. Tacheki. Hello. Yes, baby. Safi mambo. Naona. Uogopi, eh? Ogopa, lakini na mimi wewe ni mjanja sana. Kitamoto utajua. Si unajua alizee alishazeeka jitu alijua hata kunyoa mwenyewe kuzee la hoja tena nalo. Ngozi vichekeshe basi mwisho siku ikawa mbaya. Wewe mtu wetu ukipige kimuti ndio hata nalo.
Atabaki na kivumbi. Yaani mpunga shamba tu. Mpunga shamba tu. Na mpunga wote unajua mazingira tulivyokuwa mpangilio. Yaani hatokaa amini. Unajua moja mimi nataka nikupe sifa yako. Unajua mimi nimekutana na watu. Lakini wewe ni mtu wa pekee. Asante sana baby. Yaani wewe ni mwanamke wa pekee. Nikiwa na wewe najisikia kama niko peponi. Shemeji huyo. Niambie shem. Lakini shemeji, unachokifanya sicho. Kitu gani? Acha. Kama una nia ya kuishi na kaka yangu, tulia. Lakini mambo unayoyafanya mwisho wako utakuwa mbaya. Sisi tunaona vizuri. Nisikilize. Mimi na kakako ni wanandoa. Mambo ya wanandoa hayakuhusu. Sawa? Nisikize kwa makini. Huyo kakangu unayemfanyia vitimbitimbi hivyo, tambua kwamba ni kakanga ambao nayemsamini sana. Katika dunia hii sina baba, sina mama, sina dada, sina nani. Kwa kakangu ni kila kitu. Nimekuja kuonya tu. Kaka. Karibu baba. Asante. Karibu sana. Bora nimekukuta mamangu. Kwa sababu nilipata shida sana kupafahamu hapa kwako. Kwa sababu nimeulizia huko nje kote. Kikubwa kilichonileta hapa kuhusu mwanao. Maana nilipata taarifa wewe ndo mama yake. Mwanao Raju. Kafanya nini tena Raju? Mwanao Raju anatembea na mke wangu mimi. Raju? Ndiyo mamangu. Amefikia huko? Kikubwa kinachoniuma mimi, mpaka mke wangu mimi aditi kunyima haki yangu ya ndoa kwa sababu ya mwanao Raju. Raju nafikia tu kutembea na wake za watu. Naomba ukae naye chini mwanao, zungumza nao. Zungumza naye. Aniachie mke wangu. Atafute mke wake. Raju. Kuna wanawake wengine hawapo. Mpaka msumbue mke wangu. Raju mwanangu. Naam shangazi. Nimekuita hapa Ndio. kwamba kuna maneno nimeyasikia. Hayo maneno kwamba sio kwamba nimeyasikia mtaani. Ndio. Yamekuja hapa nyumbani. Kwamba Raju unashtumiwa unatembea na mke wa mtu. Mimi? Shangazi yangu. Na sio mwenyewe mimi unanitambua tangu ngali nikiwa mdogo. Sina hizo tabia za ajabu ajabu. Na haya maneno wewe mtu alokuambia, wewe unayaamini vipi shangazi? Unayaamini vipi haya maneno? Aliyeniambia ni mume wa huyo mke. Ndo alikuja hapa akaniambia hiyo habari. Raju, unachokitafuta utakipata. Shangazi yangu, na sio mwenyewe unatambua kabisa. Ile nyumba kule kijijini muda mrefu sana iko chini. Baada ya kwenda mimi kupambana, at least ndio ujuzi ulivyokuja ulivyoiona ile nyumba iko vizuri. Hayo ni maneno ya watu wengine wasopenda maendeleo. Wasopenda maendeleo yetu sisi shangazi. Mimi nimeenda kijijini kule, mimi nimeenda kupambana, sio kutafuta vitu vingine. Sasa mimi nashangaa mtu anakuambia maneno shangazi na unayakubali kweli, unaamini kabisa. Raju mwanangu, lisemwalo lipo. Na kama halipo,
liko njiani linakuja. Endelea. Mume wangu, yule mdogo wako mbona kama simuelewi? Umuelewe kivipi tena mke wangu? Kuhusu lile shamba. Lile shamba dogo la pale chini? Hilo hilo. Kafanyaje sasa? Mimi nimepata dalali. Wacha. Mwingine tofauti na mdogo wangu? Tofauti na wewe mdogo wako. Kama mdogo wako amezimbia tembea, nimepata dalali nzuri tu. Umempata wapi huyo dalali wewe? Hapa. Unamwamini? Namwamini. Afu pesa iko. Kwa sababu madalali wengi hapa kijijini ni matapeli kijijini. Sasa huyu hapa yeye yani ameshanunua vitu vingi kwa hapa mtaani kwetu. Kwa hiyo ni dalali ambaye yuko vizuri. Tuachane na mdogo wako tufanye mambo yetu sisi hapa. Kama unamwamini basi sawa. Mimi nakuruhusu. Kweli? Ahadi yangu bado iko pale pale. Ya baada kuuza shamba na kufungulia duka. Sawa. Tuachane na mdogo wako. Maana mambo mengi. Haina tatizo. Sawa. Kuwa na amani mke wangu. Sawa. Nakupenda sana. Sawa. Sijui ni muamini nani kati ya Raju au yule baba. Mbona wananichanganya? Sielewi kabisa nani mkweli. Shangazi, kule kijijini kuna eneo linauzwa. Ni eneo la shamba. Na mimi baada ya kuliona tu shamba, nikasema hapana, siwezi kukubali. Lazima niende kumwambia shangazi. Maana shamba hili ni zuri kweli kweli. Lina miogo, lina miembe, linapendeza. Na ukizingatia kule tuna nyumba sisi, tupata na shamba. Liko vizuri sana shangazi yangu. Sawa. Linauzwa shilingi ngapi? Shamba lile kwa mimi nilivyoambiwa wanauza 3,500. Na ni zuri. Yaani hata kwa hiyo bei jinsi wanavyouza, mimi naona kama ni kama bei ya kutupa. Maana shamba ni zuri. Ndio sasa kijijini kule njaa, hali ngumu. Sawa, mimi nakuachia wewe. Ndio. Nenda kapambane. Ukishakuwa tayari utaniambia mimi nikutumie pesa. Ndio. Mimi sasa kwanza nimefurahi kusikia hivyo kwa sababu hiki ni kitu cha maendeleo. Na kama unavyojua mimi ndio kupambana. Sasa hayo ndio mambo ninayotaka mimi. Mke wangu, leo nimependeza sana. Ungekuwa unifulia nguo hivi siku zote, hata huko mitaani pia, nisingo naonekana kama chizi. Naona umependeza. Umependeza sana. Usijali mwanangu. Naomba baraka zako ili niweze kwenda kutafuta riziki. Mungu akutangulie. Kila la heri. Mungu awe na wewe katika kila utakachokifanya. Mungu akubariki sana. Kila la heri. Ingekuwa kila siku kuna upendo namna hii, hakika ndio wetu ingekuwa na amani sana. Usijali. Mungu akutangulie. Bye.
Vipi? Mambo anasemaje? Salama. Naona unajiandaa nini kwenda kunyosha misuli? Hizi ndio kazi zetu kaka. Maana huu ndio uti wa mgongo wangu. Nisipofanya mwenyewe, nitakuja kufanyiwa. Bwana, sikiliza kiongozi. Wewe mtu mwenye fani zako bwana. Mimi nitamani saa hizi uwe kwenye fani zako. Mimi nakushauri, rudi kwenye fani yako. Tatizo kaka, sina mtu kunishika mkono. Endapo ningekuwa na mtu kunishika mkono, nisingeenda kufanya kazi hizi. Sasa ningekuwa nipo huko kwenye kazi zangu. Ndugu yangu bwana, sasa sikiliza. Mimi na dada yangu. Wacha bwana. Anakaa hapo Mbezi ya Kimara hapo. Kwa hiyo naweza nikakupeleka na ofisi yake kubwa tu. Naweza nikakupeleka ikakusaidia kama utakuwa uko tayari. Ana uwezo kabisa kukusaidia. Bwana, mimi kazi naitaka. Basi wewe sawa, wewe nani sawa kama vipi? Tukaonana mimi nitakupeleka. Sawa ndugu yangu. Acha mimi nende kati. Oyo, wewe mtu mwenye fani zako bwana, hizo tuachie sisi. Mke wangu, leo nimependeza sana. Ungekuwa unifulia nguo hivi siku zote, hata huko mitaani pia, nisingekuwa naonekana kama chizi. Naona umependeza sana. Usijali mwanangu. Naomba baraka zako ili niweze kwenda kutafuta riziki. Mungu akutangulie, kila la heri. Mungu awe na wewe katika kila utakachokifanya. Mungu akubariki sana. Kila la heri. Ingekuwa kila siku kuna upendo namna hii, hakika ndio wetu ingekuwa na amani sana. Usijali. Mungu akutangulie. Bye. Yani Kapinga, yule mwanamke ukimuona hivyo kitembea, tajua kajishikaji kapata mke nzuri. Lakini mimi naamini ni mke mzuri. Na vitu vingi naviona kidogo anaonyesha tofauti na wanawake wengine. Kitu ambacho ndio kinanishawishi sana. Yule mwanamke yule nchizi yule. Nchi zetu Kasuguru. Yule kutoka na Waite hapa kijijini hapa. Hiyo ndio kwanza naisikia. Mimi juzi napita kwa Ndesana nikutana na Waite, wamekaa kichocholoni hivi yani. Mimi nakwambia. Lakini sasa hii issue iwe siri yako. Utakuja kuharibu ndoa za watu. Mimi nakusihi. Yaani kuharibu ndoa mimi najali. Yule mtu atembea na mtu mgeni tu dalali tu kaja hapa kijijini tayari atembea naye na kwaje. Ndugu yangu wewe anakuhusu nini? Kama watu wanabutua waache wabutue babu, yule sio mke wako. Sio, umeelewa vizuri? Kapinga, kuharibu ndoa nini bwana? Kuliko aibu kijiji yule. Yaani Kasuguru si nchi wetu kabisa. Mimi nikinkuta yule msichana mimi na nchana. Mimi namwambia kweli yule shemeji. Utaharibu ndoa ya watu ujue. Sawa, sikiliza. Mimi nakwambia kama vipi? Nikamwambia mimi kama utamwambia fresh. Wewe mchane lakini angalia gani hii ndoa ya watu. Mimi yule hata kama kiharibu ndoa watajua wenyewe, mimi shida ni nchane tu yani. Yaani mimi akileta mambo na nchane ile sendese hivi anaenda kwa sawa. Haina noma. Bwana poa. Bwana wewe mimi nipite hapo. Kwa kilo gani hapo? Valide bwana. Vipi ndugu wangu? Mbona kuona unachekecha? Usalama upo hapa? Usalama upo hapa. Ngoja kwanza nihakiki na mimi niangalie kama usalama wako. Maka tusha kuona ushaanza kuingiwa na mawengi. Ndugu yangu na shingapi?
Umepewa 1000 toka saa ngapi? Sasa hivi saa 1, ulienda saa 1 mpaka sasa hivi saa 3. Sawa, kesi kumpeleka mbali. Mafuta hamna humu sasa. Mimi nimpeleka hapo tu. Sikia, mimi mambo yangu kibao ambao umenitisha, alafu umekuja hapa na buku. Unakuja na buku vipi? 1000 vipi? Ongeza hela sasa. Wewe unakujaje na 1000 bro? Mimi nani mambo yangu hayaendi. 1000 tu. 1000 vipi bro? Nipe hela yangu nyingine basi mimi niondoke hapa nitoke. Una hela nyingine vipi? Hata kama ungekuwa wewe alafu unakuja na buku. Alafu mwenyewe mambo kibao tu, familia yangu inanitegemea mimi, alafu unakuja kama na buku hivyo. Inakuwa sio kweli mjomba bana. Hapo vipi mjomba? Nipe hela nyingine bana. Mimi sina hela nyingine. Kuna hela nyingine vipi? Sasa hapo wewe umepikipiki haina mafuta. Wewe mwenyewe umekuja sasa hivi umeenda saa 1 mpaka saa hivi. Nipe awamu nyingine niwekee mafuta. Mimi sikupi awamu nyingine. Sasa pikipiki yenyewe haina mafuta afu mjomba tunafanyaje sasa kama hivyo? Kwa hela yako. Mimi sina hela nyingine. Oh. David ndugu yangu. Pamoja kabisa. Harakati nasema nzima. Vipi uko toka? Bana huko mambo sio mambo ndugu yangu. Bwana mimi nimeongea na dada la swala lako. Yaani changamoto iliyokuwepo dada yangu amesafiri. Kwa hiyo baada ya kusafiri kwamba changamoto yake amesema ataporudi basi mnaweza kufanyaje nikakupeleka wewe ukaendelea na nini na taaluma yako ambao uliokuwa nayo. Lakini pamoja na hiyo kuna issue hapa ya matofali kwenye nani moja kiwanda kimoja Kwa hiyo jiandae pale kesho niweze kukupeleka kwa sababu una familia. Kwa hiyo upate at least 200-300 kufanyaje? Kutumia. Au sio ndugu yangu? Nashukuru sana. Au si? Pamoja sana. Wewe mimi niwahi nyumbani ili ngaongea na mke wangu ili kesho asubuhi niweze kudamkia huko basi. Basi pamoja ndugu yangu. Si pale kilecha pale kati pale. Ni hapo hapo. Mapema sana. Tajitahidi. Au si? Pamoja ndugu yangu. Nashukuru sana. Fresh. Tunazidi kupambana. Poa ndugu. Kwa nini? Kapinga na yule mwenzake. Nini tena? Wanaume wawili. Taweza kuja. Cha msingi mama, pesa. Angalia kama maokoto yapo. Pesa tu. Ila pagumu. Umiliki wanaume wawili. Sasa kama pagumu sana, usikilize moyo wako, sehemu ambayo unapata furaha, unaona nikikaa hapa moyo wangu unapata amani. Okay sawa. Ila hivi cheupe wako dalali vipi? Umeanza. Sitaki umbea. Unataka umbea vipi sasa jamani? Achana nayo. Anapokupelekea huko. Usizidishe. Sitaki umbea. Haya bwana sawa. Tuyaache. Maana pagumu hata kwangu. Yaache hivyo hivyo. Basi usisahau kuja baadaye genge. Vitu vizuri vipo. Takuja shosti. Haya poa. Niambie kitu. Unakula mambo mabichi wewe. Tayari nini? Achana nayo. Ila bwana. Leo katika shughuli zangu zile za kuhangaika kutafuta riziki. Kile baba nikapata kazi ya kuendesha bodaboda. Kumbuka nishakwambia mimi mume wako anafunga bodaboda. Nikapata bodaboda ya watu. Nikapata abiria nikachukua. Nikampeleka pale. Palikuwa ni mbali. Nakataka kaniambia ni hapo tu. Bwana wewe. Sasa kilichonikuta kule. Sikanipa 1000. Pikipiki ya watu nishamaliza mafuta. Naomba shilingi 1000 ni pikipiki haraka. Kwa hiyo hata pesa ya kununua nyumbani pia nikosa. Nafika kijiweni nakabidhi bodaboda yake mwenyewe, ni bodaboda yake. Nampa 1000 naangalia mafuta baki kidogo. Kaniwakia, kanisukuma.
Asante mke wangu. Pole sana. Nahisi ingekuwepo ungenionea huruma. Pole. Nashukuru mke wangu. Ila sasa wakati narudi hapa nyumbani ikawa nimekutana na rafiki yangu hapo njiani. Kaniambia kwamba yeye kuna kazi anaifanya kule kijiweni kwake. Hivyo basi kesho inatakiwa niende nafanya ile kazi ambayo anaifanya yeye. Kazi ya tufali. Labda kidogo anaweza katuingizia kipato. Kwa sababu anasema muomba Mungu achoki. Usijali. Mwenyezi Mungu atakutangulia, utapata kazi. Asante mke wangu. Maana nimekuwa kaa bundi. Usijali, kuwa na imani tu. Mwenyezi Mungu sio kila siku sisi utapata kazi. Haya. Siku hizo tabasamu mzuri. Bwana Kapinga. Mbona uko mwenyewe? Shemeji yuko wapi? Uko jikoni au nafanya maandalizi ya ugali? Na kipengele kigumu bwana Kasuguru. Yaani mke wangu hata simuelewi kabisa. Si unajua ile issue ya mzee Mwalimu Makange kule? Yaani imekuwa mtaani hapa ni shida kweli kweli. Kila mtu vuguvugu ni hilo hilo tu. Mpaka mke wangu akahisi mimi ndio nilofumaniwa. Yaani kila nikitaka kumuelewesha wala anielewi. Ndio changamoto iliyokuwepo. Lakini wanawake ndivyo walivyo. Mbwa akubwekeaye sio lazima mtupie mawe. Sawa kiongozi, lakini kitu ambacho kinachonisibu zaidi ni mtu ambaye mimi kila nikitaka kumuelewesha hawezi kunielewa. Kama ameamua kuondoka, mwache aondoke. Lakini kama atahitaji kurudi nyumbani kwake kuko huru, mwache. Mimi naona nitaendelea kukata mkaa, nitaendelea na maisha yangu. Mbona umama kwenye kazi babu? Ni bahati mbaya bosi. Mbona haribu kazi za watu? Bahati mbaya, yaani unaendekeza kazi za watu. Unajui kazi za watu zipoje? Hii ni kazi bosi. Sikuhitaji tena. Lakini sijakusudia bosi. Unajua mfuko wa simenti shingapi? Eti hujakusudia. Unajua mfuko wa simenti shingapi? Sikutaki hapa. Iwe mwanzo hadi hapa sikutaki, yaani usikanyage tena, umenielewa? Chukua kila kitu. Yaani hapa ndo usije tena, sio umenielewa? Wewe ujitambui. Shika, ondoka. Ondoka. Shemeji. Yaani nimekuona mwenyewe tu kwa mbali, nilipokuona uzuri huo. Kasema wewe shemeji yangu. Mambo.
poa kabisa. Mimi niko poa. Na kwa nimekuja Ntoni mwenyewe kuchota maji. Kwa mangamanga kwenda na nyumbani. Lakini shemeji, umalaya wako unaonaje hapa kijijini? Yaani wewe mwanamke ambaye unaona maji vya mangamanga hivi, habari zako? Kila mwanajiji hapa mtaani kajua habari. Wakutembea na cheupe dalali yule. Manome kwa kama habari za kuja na Nto, kila mwana kijiji atachota na kuzisambaza yani. Mimi nasemaga tu abu nuasi mbea. Hizi habari kama hizi mimi nitazimangamanga kote yani. Umeona kidumule yote hii. Mimi nitazipeleka hizi habari shemeji. Mimi bwana nakwambia kitu shemeji. Kwa mara nyingine ukija kuniona mimi na kanyaga ngua hapa kwako, iwe Ntoni, iwe nyumbani, mimi Kasuguru nitamwambia hizi habari. Wewe unatembea dalali cheupe yule. Dalali mwenye ngeni kawe kwa na shangazi yetu hapa. Hana chochote. Hamna mangamanga na hela tu. Shida kokote zipo shemeji. Mwanaume subira, mbona mume wanasubiri tu? Wanafikiri uzuri wako ndo utamaliza kitu. Bwana kingine bwana. Niona siku nyingine napaswa wajibu tu. Mimi naamini ajali kazini na haitotokea tena mkuu kuweza kumleta fanya kazi wa ovyo kiasi. Tutatafuta kazi ambao ni wazuri ambao hawatoleta usumbufu tena. Usamehe sana mkuu. Na ili jambo lisifike kabisa kule kwenye ngazi kubwa, itakuwa mbaya zaidi mkuu. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini jaribu kutafuta wafanyakazi ambao wanajitambua. Usije karibu kazi. Sawa. Asante sana. Fanya kazi. Mbona mapema hivi? Mke wangu. Au ndo kazi zimeisha? Hapana. Njaa. Bora ningekuwa na njaa. Sema kule kazi ilikoenda nimefukuzwa. Tatizo nimeharibu tofali za watu. Sasa mimi sio mzoefu wa zile kazi za kubeba tofali. Kila siku wewe tu? Hivi wewe ni mwanaume wewe? Ndio. Yaani kila siku wewe, nimefukuza jana umefukuzwa kazi. Leo umeenda kazini umefukuzwa kazi. Una matatizo gani? Kuwa kama wanaume wenzio, ukoje wewe? Mke wangu. Mimi nahisi nimeogeshewa maji ya bundi. Kwa hiyo ndio maana mikosi inaniandama kila ukicha. Unahisi hilo ni tatizo langu mimi au? Sawa, sio lako, lakini tatizo langu mimi ndio tatizo lako wewe. Mwanaume yaani hayo maneno ungekuwa unatumia kufanya kazi, ungekuona wa maana. Sasa maneno mengi, afu unarudi hauna kitu ndani. Kaza wewe mtoto wa kiume. Lakini mke wangu, basi kuwa na heshima kidogo, mimi ni mmeo. Mwanaume. Hela basi. Sawa, tuzidi kuomba Mungu. Katafute kazi, afu mwanaume kaza, kuwa kama wanaume. Unakuaje hivyo? Legelege kila siku unafukuzwa kazi wewe tu. Nikwambie, endelea hivyo hivyo. Sikiza mke wangu, sasa nikwambie kitu kimoja. Siku zote binadamu, Mungu huwa mtupi binadamu. Bado tuendelee kupambana. Ipo siku tutakayofanikisha. Ndio tukae ndani tupambane basi. Ndio kupambana, unaenda sio kwa maana hiyo. Unafukuzwa, unarudi. Sina maana hiyo. Hakika navutiwa sana nikiwa na wewe. Yaani ni mwanamke ambaye moyo wangu nikiwa naye kila wakati, moyo wangu unajisikia amani kabisa. Mbona umenivutia sana hivi? Kwani si umenipa nini mtoto wa kike? Hamna. Ila nina mpango wa kuweza kuuza viwanja vyote vya mama, vya baba. Yaani ili mradi tu, yani utachokihitaji kitu chochote, pesa iwe tayari. Ukitaka nyumba, ukitaka magari, ile tayari pesa mimi nishakuandalia, mazingira yanakuwa poa. Sawa.
Tumekaa muda mrefu. Nahitaji tuweze kutoka.